Maelezo baada ya habari. Sasa tumo katika kumi la tatu, kumi la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Tunamwomba Allah mtukufu atusamee makosa yetu na atuepushe na adhabu ya moto. Allah ni mwenye nguvu, mwenye kuhuisha na mwenye kufisha. Allah ni mwenye uwezo na ukarimu kwa mnyonge, kumpa furaha na shujaa jivunaye, akamshushia kilio cha kuyayatika na kuaibika. Wamefeli wengi majabari uchwara, kwa nguvu ya jabari wa kweli, muumba dunia na viliomo. Hawatakuwa radhi wabaya wa Allah mpaka wakubadilishie mila njema na utulivu wako muumini. Basi kuwa rafiki na muumini mwenzio, ungana na muumini mwenzio, furahia na mafanikio ya wanzako, jitolee na huzunika maonevu au maafa ya mkutapo muumini mwenzio. Waumini huungana katika raha na shida, na ndipo Allah hutia nguvu yake kwa walioshikana kiimani, kwani rafiki wa adui kwa muumini mwenzako ni adui kwako. Adui huyo huyo atakugeuka akijua unamtegemea yeye kuliko muumini mwenzako. Hapo utayakariri yale yasemwayo, jini likujualo halikuli likakwisha. Raha hufanya muumini mwenzako akajisahau pale anapofanya oga wa kukubali ulinzi wa Allah na kutarajia kulindwa na viumbe kama yeye. Wakimbizi sio tu wale wanaohama tu kutoka sehemu moja kutafuta hifadhi kwingine, lakini kuna wakimbizi wa akili pia, ambao hapo walipo hawakuondoka, bali akili zao zimeibwa na wengine zikakimbizwa, na yawafikapo humlilia aliyewanyang'anya akili zao awasaidie. Kumbe huumia pamoja zahma ikiwaelemea. Lazima muumini ujipime na muogope aliyekumba akakupa kheri nyingi. Mitikisiko leo inayoikumba dunia ni makosa ya akili zetu. Hatuhurumiani na tunatiwa hofu na njaa ndani ya mali zetu na nafsi zetu. Allah katuwekea hazina ya maadini katika ardhi yatufae. Haya yatumike kuunda vitu vya kutusaidia. Haya ni kwa mapambo, haya ni kwa majengo na ngome za kujihifadhia, haya ni kwa afya zetu. Basi kwa kuzikufuru na neema hizo, maadini hayo yamekuwa hilaki kwetu. Ndiyo mabomu ya sumu na vishindo vya kubomoa majengo yetu ya kifahari na kibiashara. Maadini hayo yamemgeukia mwanadamu mwenyewe, walengane na kuuana wao kwa wao na hata vichanga vyao. Dunia haikuumbwa ili watu waje kupigana vita. Tunasikia na tunashuhudia leo hii vita vya kutisha. Mali zinateketezwa, njia zinafungika, gharama za maisha zinapanda, hofu nyoyoni zimetanda, visasi, kudhulumu roho za wasio hatia na kuogopana, hadi mmoja au wasaidizi wake wakaanzisha shari na wengine wakanufaika kukuza habari za maafa. Eti ndiyo maisha yanakwenda hivyo ndani ya dunia ya kustaarabika. Bado tunahitaji tafakuri na lazima turudi katika amri za Allah. Kila litokezalo lilikwisha tajwa mapema kwenye vitabu vitukufu. Ni muda tu kufika na kujitokeza. Basi wale wanaotegemea nguvu ya wengine kuwalinda na kuwafungulia vyumba maadui wa Allah wajifiche. Kichapo cha Allah kikijitokeza humkumba mwenye nyumba na mgeni wake, kwani adui wa muumini mwenzako ni adui wako huyo. Chezea naye nje, usimuingize ndani, mtaumia pamoja. Tuyapokee na kutusomesha yanayowakabili wenzetu hivi sasa huko Mashariki ya Kati, na tuombe nguvu ya Allah isimame na hatimaye faraja idhihiri. Tuendelee kuomba amani ya dunia ili tuweze kufanya ibada kwa utulivu. Huu mtihani uliowajia wenzetu ndani ya mwezi huu mtukufu, wakapoteza maisha wafungaji na wasiofunga, mali zikateketea, biashara na usafiri ukasimama, bahari na anga zikawa tishio la maisha, hakuna pa kukimbilia, na hali ya hewa na tabia nchi ikachafuka kwa makemikali na mabaki ya sumu. Tuendelee kumwomba Allah tuhifadhi kwa baraka ya mwezi huu mtukufu, na awaokoe ndugu zetu wa Islam ambao wamekatikiwa na ibada zao ndani ya mazingira walionayo. Allah isimamishe haki kwa waliostahiki haki yao, na awarehemu waliopoteza maisha yao bila sababu, na awatie nguvu wenye sababu za kutetea haki za nchi zao. Kwani lengo la kuletwa kwetu hapa duniani ni kufanya ibada, na ibada pasipopatikana utulivu hukosekana unyenyekevu, kwa hofu utawala moyo. Kula ajai na shari, waijua yake siri, ivunje yake dhamiri, asiweze kusimama. Hayo ni maelezo baada ya habari.